Kuna dawa ya maumivu ambayo Watanzania wengi wanaimeza mwezi huu wa Januari mambo yanapokwama. Dawa hiyo inaitwa Nimerogwa. Tumeaminishwa na jamii na hata baadhi ya viongozi wa dini kwamba ukiona unajituma sana lakini hupati matokeo, basi kuna mtu amechezea nyota yako, kwamba kuna shangazi kijijini au jirani mwenye husuda amekufunga kamba za giza. Sikiliza, mimi Ngariba niko hapa kukupasulia ukweli mchungu ambao waganga na manabii wa uongo hawataki uujue. Huu ni utapeli wa nafsi. Imani ya kwamba nyota imeibiwa sio dalili ya vita ya kiroho, ni mkataba wa kisaikolojia wa kukataa kuwajibika. Ni rahisi kusema nimerogwa kuliko kusema nimekosa nidhamu. Ni rahisi kulaumu majini kuliko kukiri kuwa una uvivu wa kufikiri. Kwa nini unahisi kama una mkosi? Kwa nini ukipata hela zinapotea kijuujuu? Sio uchawi, ni mitambo ya ubongo wako inayoitwa RAS. Hebu nikupe mfano hai uelewe hii RAS inafanyaje kazi. Ubongo wako unafanya kazi kama algorithm ya TikTok au YouTube. Ukianza kulike video za paka, kesho yake utaletewa video za paka tupu. Ukianza kuangalia udaku, utajazwa udaku. Algorithm haijali kama udaku ni mzuri au mbaya kwako, inakupa kile ulichokizingatia. Hivyo ndivyo RAS ilivyo. Ni kichujio cha akili. Kazi yake ni kuamua uone nini na upuuze nini kwenye dunia hii iliyojaa mambo mengi. Sasa sikia jinsi unavyojiroga mwenyewe. Ukiamka asubuhi na imani kwamba mimi nina mkosi au maisha ni magumu, unakuwa umekiseti hicho kichujio chako RAS kutafuta mabaya tu. Unatoa amri kwa ubongo wako, nitafutie ushahidi wote unaoonyesha kuwa mimi ni mtu wa kufeli. Matokeo yake, unapita barabarani, kuna fursa ya biashara imekaa wazi kabisa. Labda kuna eneo linahitaji huduma fulani, lakini hicho kichujio chako kinakufunga macho usiione hiyo fursa. Kwa nini? Kwa sababu haifanani na ile imani yako ya umaskini. Lakini ukijikwaa kidogo tu au ukidondosha shilingi 100, hicho kichujio kinapiga kelele, unaona, nilikwambia una gundu. Kinakukumbusha mabaya yote ili kuthibitisha kuwa wewe una mkosi. Mwishowe, ukishika pesa, hiyo system ya akili yako inasoma era, inahisi hatari kwa sababu imezoea umasikini. Hivyo inakusukuma kuzitumia hovyo, unahonga, unakunywa ili urudi kwenye ile hali ya kuishiwa ulioizoea. Kwa hiyo, wewe ndiye uliyeiseti algorithm ya ubongo wako ikuletee matokeo mabaya. Huu si uchawi wa tunguli wa shangazi yako, ni uchawi wa kinyurolojia unaoufanya wewe mwenyewe. Sayansi inaita hali hii nocebo effect. Yaani, ukiamini kwa dhati kuwa kitu kibaya kitakutokea, mwili wako unamwaga sumu na kemikali zinazozuia ubongo kufikiri vizuri. Unakuwa mchovu, unakuwa na hasira na unashindwa kweli. Mwili wako unatii amri ya hofu yako. Kwa nini tunapenda huu uongo wa kurogwa? Kwa sababu unatusaidia kulinda hadhi yetu. Kukubali kuwa wewe ni mvivu inauma, lakini kusema nimerogwa na ukoo mzima inakufanya ujione mtu muhimu sana kiasi kwamba watu wamekaa kikao kukujadili. Tunatumia uchawi kama ganzi ili tusisikie maumivu ya kushindwa kwetu wenyewe. Shika sheria mpya ya jando. Hujarogwa na jirani, umerogwa na imani yako inayotuma kemikali za kushindwa mwilini. Mwanasaikolojia Carl Jung aliwahi kusema, mpaka pale utakapolileta giza lako la ndani kwenye nuru ya ufahamu, litaendelea kuendesha maisha yako, na wewe utaita matokeo yake ni majaliwa au bahati mbaya. Acha kukimbilia kusafisha nyota. Nyota yako haijachafuka, imani yako ndiyo chafu. Osha programu ya akili yako, seti upya algorithm yako ione fursa, na uone kama hiyo mikosi haijakimbia yenyewe. Kama umeelewa somo hili na uko tayari kuacha kuwa mhanga na kuanza kuwa mjenzi wa maisha yako, andika maneno haya hapa chini: nafuta uchawi wa nafsi.